anafunga goli lake la kwanza ligi kuu ya NBC, ni jambo la fahari kwa kweli. Lakini sasa maana yake ni kwamba tunapokuwa na mipira iliyokufa, tunapokwenda kushambulia, unakuwa na uhakika kwamba asipofunga Soa atafunga Rushine, asipofunga Rushine atafunga Selemani Mwalimu, asipofunga Selemani Mwalimu atafunga Kante. Kwa hiyo mnakuwa na variety kwenye eneo la ushambuliaji. Hilo ni jambo la kutufariji kweli kweli wana Simba, ndio maana tumefurahi sana sana. Lakini goli la Jean Charles Ahoua nalo limetufurahisha kwa sababu kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile kile cha ubora kutoka msimu uliopita, na leo Jean Charles Ahoua amefanya mambo matatu makubwa. Kwanza ametoa assist kwa Rushine De Reuck, pili amefunga, tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni mambo makubwa ndani ya mechi. Lakini kama haitoshi, kinachotufurahisha ni kwamba kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile kile. Ukisikia mtu anajitunza, basi ndio Jean Charles Ahoua. Ana uwezo wa kujitunza, kiwango chake hakiporomoki. Ni jambo la kutia faraja. Maana yake ni kwamba msimu huu tutaendelea tena kufurahia asisti za Ahoua, tutaendelea tena kufurahia magoli ya Ahoua msimu huu. Kwa hiyo burudani na raha za Ahoua zitaendelea ndani ya Simba Sports Club. Ni jambo la kutia faraja. Bana mzee, umevaa jezi ya zamani kwa nini? Vaa jezi hizi zetu au sio bwana? Na wewe umevaa jezi ya zamani wewe ni mtu bwana, sio bwana? Ama yenyewe ya zamani vai mke wanangu, sio bwana? Hapa unyama unyama. Mechi ya Simba unavaa jezi ya Simba, sio ya Arsenal. Umeelewa? Kila mtu avae jezi ya timu yake. Jezi ya Simba anavaa jezi ya mechi ya Simba, anavaa jezi ya Simba, sio ya Arsenal. Mimi mwenyewe Arsenal. Lakini mechi ya Simba anavaa jezi ya Simba. Usichanganye nyekundu kwa nyekundu. Kila mtu ana nyekundu yake. Au si bwana? Kwa hiyo kwa Jean Charles Ahoua tumefurahi pakubwa, ameendeleza. Lakini goli la Jonathan Soa kusema kweli limetufikio kweli kweli. Binafsi nimefurahi sana Jonathan Soa. Usajili wake haukuwa mwepesi, ulikuwa na kupoteza hapa na pale, lakini bado kuna watu walidhihaki mchezaji wa Dezo, mchezaji bure, maneno yalikuwa lukuki. Kwa hiyo nilihitaji sana personally Soa afunge ili awazibe midomo watu, na leo amefanya unyama sana na ameshangilia. Na kwa nini tunataka Soa afunge? Kwa sababu Soa ni mshambuliaji kinara wa Simba Sports. Unapokuwa na mshambuliaji kinara wa timu yako, ndio anatakiwa kuongoza kwenye kufunga. Hii inampa confidence. Lakini kama itoshi, nyinyi mnakuwa mna watu kwamba mechi hii fulani atafanya ukatili wake. Kwa hiyo tumefurahi kuona Soa amefunga leo goli lake la kwanza akiwa na Simba Sports Club, na tunaamini goli hili litaleta magoli mengi zaidi. Na mimi kila nikiangalia msimu huu si chini ya magoli 50 Simba Sports Club utafunga, ama magoli 100 msimu huu nakwambia. Kwa namna ambavyo speed imeanza, magoli 100 tunafunga vizuri tu, na naamini mfungaji bora wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4 watakuwa ni Simba Sports Club. Hapo bado Selemani Mwalimu hajafungua turbo. Yes, naye akipata nafasi atafanya unyama. Kwa hiyo ni mechi ambayo kusema kweli wana Simba leo tumeenjoy pakubwa sana. Kila ambacho tulitaka kifanyike kimefanyika. Timu kucheza vizuri imecheza. Watu wetu muhimu kufunga wamefunga. Unataka nini tena zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Semaji, nimesikia pale mara baada ya Jean Charles Ahoua kufunga goli, mashabiki walisimama na kuanza kuimba MVP. Ile inamaanisha nini? Ni MVP kweli. Kwa takwimu za msimu uliopita ambapo tuzo zitafanyika mwezi wa 12 inshallah, hakuna mchezaji anayefikia takwimu za Jean Charles Ahoua. Anafunga, ana assist na amekuwa bora sana. Ni MVP
ni MVP wetu sisi wana Simba Jean Charles. Maswali. Ndio bwana Fumbo. Katika swali mwingine kulingana na hapo. Swali la Elie Mpanzu, vipi kuhusiana na Elie Mpanzu? Inaonekana kama vile watu wanasema kiwango sio kama vile ambavyo walidhani. Elie Mpanzu lazima tuwe wa kweli, bado hajafikia ile top level yake ambayo sisi wana Simba. Uzuri ni kwamba Mpanzu kuna vitu ameshatuonyesha na uwezo wa kufanya. Kuna ubora ambao sisi tunaojua Mpanzu anao. Msimu huu kwa mechi hii ya kwanza bado hatujauona ubora wake. Na ndio maana unaona hata walimu wanampa muda wa kutosha ili aendelee kuimarika na kurejea kwenye ubora wake. Na sio Mpanzu peke yake. Wapo wachezaji wengi ambao wameanza kwa level ya chini ambapo wanakuwa wanapanda taratibu. Kwa hiyo watu wasiwe na mashaka. Ameanza, unajua wachezaji wanatofautiana. Kuna ambaye kiwango chake inaweza kikabaki pale kama Jean Charles. Kuna ambaye anakuja kiwango kimeongezeka zaidi. Alafu kuna ambaye kiwango chake kinaanzia chini. Kwa hiyo Mpanzu ameanzia level ya chini lakini anapanda taratibu. Sasa huyu Mpanzu ambaye bado hajafikia kiwango chake leo ndo ametoa assist moja. Kwa hiyo anavyozidi